vipi zaka na sadaka, na hasa zaka namna ilivyotumika hapa Tanzania katika kuwawezesha wasiokuwa nacho. Lakini kabla ya kwenda huko ni kupata ile dhana yenyewe kuhusu masuala ya umaskini na kuombaomba, kuipata Uislamu unazungumza nini, japo imegusiwa kidogo kuanzia asubuhi, lakini mimi nitapita huko kwa njia za hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza ambayo ipo katika screen mnaiona, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man fataha ala nafsihi baban min as-suali fataha Allahu alayhi 70 baban min al-faqr, kwamba mtu yote ambaye atakayeamua maisha yake kuwa ni ya kuomba, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfungulia mtu huyo milango 70 ya ufakiri. Kwamba kuomba katika Uislamu ni kitu ambacho hakijuzu. Maulama wamekiandikia sana fiqh ya kuomba. Ukimwangalia Imam Shaybani, mwalimu huyu wa Imam Shafi, kamfundisha Imam Shafi katika kitabu al-Kasb, amezungumza kiupana kabisa na kiundani kabisa wakati gani mtu anaruhusiwa kuomba. Ni wakati wa kifo, kwamba bwana mimi nitakufa kwa njaa sasa, na unaruhusiwa kutoka nje kuomba kwa ajili ya kupata hiyo riziki tu ya siku hiyo. Lakini sio kwamba mtu maisha yake ni maisha ya kuomba, akilala akiamka anafanya kazi ya nini ya kuomba. Sasa katika Uislamu kuomba ni kitu ambacho hakiruhusiwi hivyo ila kwa masharti maalum. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man fataha ala nafsihi baba min as-suali fataha Allahu alayhi 70 baban min al-faqr. Na huu ufakiri huu ni ufakiri wa aina nyingi tu. Unaweza ukawa ufakiri wa kiroho, ufakiri wa kijamii, na ufakiri yani wa aina mbalimbali za ufakiri. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, qad al-faqra an yakuna kufra, kwamba ufakiri unakaribia kuwa ni ukafiri, kwamba ufakiri ni sawasawa na ukafiri. Na haya tunayaona katika dua hii ambayo alikuwa anaiomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo alikuwa anasema, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wal qillati wadh-dhilla wa a'udhu bika min an adhlima au udhlam. Ewe Mola, najikinga kwako na ukafiri na umasikini. Na akasema tena, ewe Mola wangu, najikinga kwako na umaskini na upungufu na udhalili, najikinga kwako na kudhulumu au kudhulumiwa. Hizi zilikuwa ni dua za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anaziomba kila mara, na mpaka ikafika wakati maswahaba wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yaadilani, huo ufakiri ni sawa sawa na ukafiri? Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, kwamba ufakiri ni sawa sawa na ukafiri. Sitaki kwenda katika sherhe hadithi hizi, lakini ni ile hali tu ya kuonyesha kwamba umaskini katika Uislamu ni kitu ambacho kinapigwa vita, na kwamba umaskini na Uislamu umekuja na njia mbalimbali za kumkomboa mtu kutoka katika umaskini, ikiwemo zaka, ikiwemo sadaka, ikiwemo wakfu na zinginezo nyingi tu katika Uislamu. Na Uislamu umehimiza watu kufanya biashara na juhudi. Ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi kabisa kwamba anasema kwamba talabul halal wajibun ala kulli muslim, kwamba kutafuta halali, kutafuta riziki ya halali ni wajibu kwa kila Muislamu. Na hapa kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo iko mbele yenu, ni kwamba Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu anasema, ma min halin ya'tini 'alayha al-maut ba'da al-jihad fi sabilillah ahabbu ilayya min an ya'tini wa ana altamisu min fadlillah. ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Kwamba Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alikuwa anasema, hakuna hali ambayo ningependa kifo kinipate juu yake baada ya jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala
kuliko nipate kifo nikiwa natafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikiwa katika hali ya kutafuta riziki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika hali ya kujishughulisha na uvuvi, kilimo, biashara, ukulima na vitu vingine vya kutafuta riziki ya halali. Ndio maana pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, inna Allah yuhibbu an yara abdahu ta'iban fi talabil halal, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda kumuona mja wake hali ya kuwa amechoka katika kutafuta halali. Ni kwamba halali ni kitu ambacho kutafuta halali na juhudi za kutafuta riziki ni kitu kikubwa sana katika Uislamu. Na pia tunaona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zingine anasema, man amsa kalan min amalin yadihi amsa maghfuran lahu, mtu ambaye itafika jioni hali ya kuwa amechoka na amepata kila cha kumwezesha siku hiyo katika kula yake, basi imefika jioni hali ya kuwa mtu huyo amesamehewa madhambi yake. Imagine au visualize, tufikirie tu kwamba mtu kuanzia asubuhi yupo katika njia za haramu, katika biashara za betting, biashara za kamari, biashara za riba, na inafika jioni au kazi za pombe, na inafika jioni amepata riziki yake. Mtu huyu itakuwa imefika jioni hali ya kuwa hajasamehewa madhambi yake na amekuwa na milundo ya madhambi. Lakini huyu mwingine yupo katika jitihada za kutafuta riziki ya halali na imefika jioni hali ya kuwa amechoka kabisa na amepata ile riziki yake halali. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu imefika jioni hali ya kuwa amesamehewa madhambi yake. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, at-tajiru as-saduqul amin ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada, mfanya biashara ambaye ni mkweli na mwaminifu atakuwa pamoja na mitume na wakweli na mashuhada siku ya Kiyama. Hii ni katika fadhail kubwa sana kabisa, kwa sababu huyu ni mfanyabiashara ambaye anachunga mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kuanzia asubuhi yeye yuko katika kupigana na shetani na Iblis katika kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi huyu akiwa anaishi maisha haya, basi itakuwa ni sababu ya mtu huyu kufufuliwa siku ya Kiyama akiwa pamoja na mitume wa kweli na mashahidi. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna huyu mcha Mungu aliulizwa, wasuila Ibrahim an-Nakhai ahadu aimatu tabi'in, huyu ni katika aimatu tabi'in, kwamba aliulizwa kuhusu anitajiru as-suduq, kuhusu mfanyabiashara ambaye ni mkweli katika biashara zake, anachunga maadili ya biashara katika biashara zake. Ahuwa habbu ilaika amul mutafarragh lilibada, ni nani bora zaidi, mfanyabiashara mkweli au mtu alijitenga kwa ajili ya ibada? Aliulizwa huyu Ibrahimu an-Nakhai kwamba yupi ni bora mbele yako wewe, akasema faqala at-tajiru as-saduq ahabbu ilayya, mfanyabiashara mkweli mwaminifu mwenye kuchunga mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni bora zaidi kwangu. Kwa nini? Li'annahu fi jihad, kwa sababu huyo mfanyabiashara yupo katika jihadi. Yatihi shaitan min tariqi al-mikyal wal-mizan wa min qibali al-akhdhi wal-ata'i fayujahiduhu, kwa sababu yeye yuko katika jihadi. Shetani humjia kupitia mizani katika biashara zake, vipimo katika biashara zake, na muamala wa kuchukua na kutoa, hivyo anapambana naye kila siku. Hizi ni fadhail, kwamba watu wakijishughulisha na biashara na wakachunga mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wako katika jihadi na wako katika ibada, kama walivyoelezea maulama wetu katika vitabu mbalimbali, kitabu al-Kasbi cha Imam Shaybani, kitabu al-Ishara ila mahasin at-tijara cha Sheikh Jaafar Damashki, na kitabu cha al-Hathu ala at-tijara cha Imam al-Khallal. Naam, sasa tuende moja kwa moja katika zaka na tajriba zake Tanzania, namna inavyoondoa umaskini. Huu mfano ni mmoja tu ambayo mimi ni mwenyekiti wake. Hii ni taasisi inaitwa HHRD, Helping Hands for Relief and Development in Tanzania. Helping Hands for Relief and Development ni taasisi ya ndugu zetu Waislamu wanaoishi Marekani, ambaye mimi ni mwenyekiti wake takriban zaidi ya miaka 10 sasa katika Tanzania hii, na wamefanya juhudi kubwa kabisa. Hawa wana Skill Development Center ambayo iko Mgeni Nani, na mnakaribishwa kwenda kutembelea pale. Ile Skill Development Center imeanzishwa kwa pesa za zaka na inawawezesha vijana wa Kitanzania katika tasnia mbalimbali, hasa hizi tatu, katika masuala
ya information communication technology, mambo ya cyber package tunaita kwamba hii ni cyber package, anafundisha mambo graphic designing, mambo ya design na vitu vingine vinavyohusu mambo ya kompyuta, na tunawapa vitendea kazi na wanajikwamua kimaisha. Mpaka vijana wale ambao ni panya road na vijana ambao wamemaliza darasa la 7 hawana shughuli, wako mitaani, tunawapa mafunzo na wanapata mafunzo, wanaingia katika soko la ajira. Pia tunayo kozi ya hina making na mambo ya upambaji haya, na mambo ya electronic. Katika kipindi cha mwaka 2023 wameweza kumaliza, tulianzisha hichi kitengo hii skill development center mwaka 2023. Waliweza kusoma watu 35, 2 katika mambo ya kompyuta, 8 katika mambo ya hina na 5 katika mambo ya electronics. Na mwaka 2024 waliweza kuhitimu pale vijana hawa 165, 57 katika kompyuta, katika hina 80 na katika mambo electronics. Electronics hizi mambo ya mobile repair, namna ya kutengeneza hizi simu na vifaa hivi vya majumbani hivi, ikiwa ni pasi, majiko ya umeme, vifaa vyote vya umeme, ule ufundi ule wanasoma pale na wanafungua, tunawafuatilia na wengi wana kazi zao na wamejiajiri sasa hivi wao wenyewe. Lakini hizi ni pesa za zaka za ndugu zetu, tena wanachanga 1000 huko, au wanachanga pesa zao ndogo. Ni Waislamu ambao wapo ndani ya Marekani zaidi ya 1040 wenye asili ya India, Pakistan na Bangladesh, wanachanga na wanasaidia Tanzania. Na mpaka sasa hivi katika Tanzania yetu hii wameweza kusaidia zaidi ya bilioni 27 kwa njia za sadaka za aina mbalimbali katika Tanzania yetu. Lakini hapa Tanzania wanayo skill development center na kama hizi wanazo Kenya 4. Ingine ni tajriba ambayo tulifanya Hayatul Ulama. Sawa. Hii mwaka jana tulipata zaka sawa ya hiyo ya milioni 15. Katika hii zaka milioni 15 tuliweza kuwawezesha kwa njia ya mafunzo mbalimbali sawa, watu takriban 207 na tumeweza pia kuwatengenezea vikoba vyao, tukawakabidhi hizi fedha, ikawa ni zaka yetu kwao wao, ikawa imeondoka katika miliki yetu, imeingia katika miliki yao, wao wanamiliki, wakaunda vikoba vyao hivi sawa. Na sasa hivi wana vikoba takriban 8. Kuna Mbezi kikoba kipo Mkuranga, kina watu 30, na hisa ya kianzio tuliwapa milioni 1,500,000, na sasa hivi katika akiba yao wanayo milioni 8,350,000.